Watu wengi wanakuja maonesho ya kilimo kuangalia mifugo. Lakini ukweli ni kwamba hapa ndipo wafugaji wanajifunza siri za dopa bora. Ukijua cha kuangalia, unaweza kurudi nyumbani na maarifa ya kubadilisha kabisa ufugaji wako. Leo nitakuonesha masomo muhimu ya ufugaji wa dopa niliyojifunza hapa. Kwa wewe unayetazama kwa mara ya kwanza, hii ni safari halisi ya kuanzisha mradi wa ufugaji wa kondoo wa dopa shambani. Nilianza na kondoo wa kienyeji, lakini sasa nipo kwenye mabadiliko ya kuelekea dopa kama biashara. Kila video hapa ni hatua moja ya safari, bila kuficha gharama, changamoto au maamuzi ya shambani. Maonyesho haya ya kilimo mara nyingi huonekana kama sehemu ya kuangalia mifugo na kushindana. Lakini kwa mfugaji makini, hapa ni darasa la vitendo. Kila kondoo unayemwona hapa, kuna kazi kubwa imefanyika nyuma yake. Kuanzia lishe, breeding, hadi usimamizi wa kila siku. Wafugaji wanaokuja hapa hawaonyeshi tu mifugo yao, wanaonyesha matokeo ya maamuzi yao ya ufugaji. Na kama unajua cha kuangalia, unaweza kujifunza mambo ambayo yangechukua miaka mingi kuyagundua peke yako. Ndio maana leo hatuangalii tu kondoo, tunachambua masomo muhimu ambayo kila mfugaji wa dopa anapaswa kuelewa. Somo la kwanza na muhimu zaidi kutoka hapa ni hili: dopa bora haionekani kwa bahati. Ukiangalia kondoo waliopo kwenye mashindano, utaona wana sifa zinazofanana. Wengi wao wana miili yenye uwiano mzuri, mgongo ulionyooka na misuli iliyojaa vizuri. Hii sio tu kwa sababu ya chakula, bali ni mchanganyiko wa breeding sahihi na usimamizi mzuri. Boda wa kawaida na dopa wa mashindano wanaweza kufanana kwa macho ya haraka, lakini ukiangalia kwa makini, tofauti iko kwenye detail ndogo ndogo. Ndio maana mfugaji anapaswa kujifunza kuona mwili, umbo na uwiano wa kondoo. Haya ndiyo mambo yanayotengeneza dopa bora wa kweli. Sasa, wacha tuende kwenye somo la pili, ambaye ni breeding au uzalishaji wa vizazi. Breeding ndio msingi wa dopa bora. Hakuna kondoo anazaliwa bora kwa bahati. Ubora unatokana na uchaguzi sahihi wa wazazi. Wafugaji wanaoshiriki mashindano kama haya wanachagua kwa makini sana. Dume gani litapandisha? Jike gani litazalishwa?
Kila uamuzi wa breeding unaathiri kizazi kinachofuata. Ukichagua vizuri, kila kizazi kinakuwa bora zaidi. Ukikosea, unaweza kurudi nyuma kwa miaka kadhaa. Ndio maana wafugaji wakubwa huwekeza sana kwenye dume bora, kwa sababu dume linaathiri kundi lote. Kwa mfugaji wa dopa, somo hapa ni wazi: usiache breeding kwa bahati. Panga. Somo lingine muhimu ni urithi wa vinasaba, yaani genetics ukipenda kwa lugha ya Kimombo. Lishe ndio inafanya genetics ionekane. Unaweza kuwa na dopa bora kiasili, lakini bila lishe sahihi hautaona uwezo wake halisi. Kondoo unawaona hapa kwenye mashindano wanaonyesha wazi kuwa wamepata chakula chenye uwiano mzuri, madini ya kutosha na usimamizi mzuri wa malisho. Ukuaji wa haraka wa mwili uliojaa vizuri hauji kwa bahati, unatokana na mpango wa kulisha. Ndio maana wafugaji wengi wanaofanikiwa huwekeza sana kwenye malisho kama vile nyasi bora, concentrates na silaji. Kwa mfugaji wa dopa, somo hapa ni wazi: ukitaka kuona matokeo, wekeza kwenye chakula. Somo lingine hapa muhimu ni kwamba hakuna dopa bora bila afya bora. Kondoo unawaona hapa kwenye mashindano wanaonyesha dalili wazi za afya nzuri: miili yenye nguvu, ngozi safi na muonekano wa kuchangamka, yaani wale wenye wako active. Hii ni matokeo ya usimamizi mzuri wa kila siku. Afya ya mifugo inahusisha mambo mengi kama ratiba ya dawa za minyoo, chanjo, usafi wa banda na uangalizi wa karibu wa mifugo. Wafugaji wengi hupoteza fedha si kwa sababu ya ukosefu wa chakula, bali kwa sababu ya magonjwa na usimamizi mbaya. Somo hapa ni wazi: simamia afya ya mifugo yako kabla haijawa tatizo. Wewe kama mfugaji jua kwamba huwezi kufanikiwa peke yako. Maonyesho kama haya yanakupa nafasi ya kuona kile ambacho wafugaji wengine wamefanya kufikia hapa walipo. Kila kondoo unayemwona ni matokeo ya uzoefu, makosa na maamuzi ya mfugaji. Na unapokuja hapa, unaweza kujifunza bila kupitia makosa yote mwenyewe. Wafugaji wanaofanikiwa zaidi ni wale ambao hutembelea mashamba ya wengine, huuliza maswali na wako tayari kujifunza kila siku. Hii ndiyo njia ya kukua haraka katika ufugaji.
Kwa mfugaji kama wewe, tembea, jifunze na boresha kila siku. Dopa sio tu ufugaji, ni biashara. Kondoo walioko hapa sio tu kwa ajili ya kuonyesha uzuri, bila wana thamani kubwa kwenye soko. Dopa bora anaweza kuuzwa kwa bei ya juu zaidi kwa sababu ya ubora wake wa nyama na genetics. Wafugaji wanaoelewa hili huwekeza kwenye breeding sahihi, lishe bora na usimamizi mzuri. Hii yote inalenga kitu kimoja: kuongeza thamani ya mfugo yao. Kwa wewe, ukiboresha ubora, unaongeza faida. Na somo la mwisho na muhimu zaidi: anza pale ulipo. Ukiangalia dopa hawa wa mashindano, unaweza kufikiri unahitaji mtaji mkubwa sana kuanza. Lakini ukweli ni kwamba wafugaji wengi waliofika hapa walianza kidogo kidogo tu. Walianza na wachache, wakajifunza, wakaboresha breeding, na wakaendelea kukuza mifugo yao taratibu. Uhitaji kuwa na kila kitu perfect ndio uanze. Unahitaji tu kuwa na nia ya kujifunza, uvumilivu na mpango wa kuboresha kila siku. Kwa wewe mfugaji, anza leo, boresha kesho. Kutoka kwenye mashindano haya ya ASK Show, tunaona wazi kuwa mafanikio katika ufugaji wa dopa yanatokana na mambo kadhaa muhimu: ubora wa mifugo, breeding sahihi, lishe iwe bora, afya na usimamizi, na kujifunza kila siku. Hakuna mafanikio ya haraka, ni mchakato unaohitaji muda na nidhamu. Lakini kwa kufuata misingi hii, mfugaji yeyote anaweza kuboresha mradi wake na kufikia kiwango cha juu zaidi. Hii ni sehemu ya safari ya kujifunza ufugaji wa dopa kwa vitendo. Hii imekuwa hatua nyingine katika safari ya ufugaji wa kondoo wa dopa. Safari hii inaendelea hatua kwa hatua, kuanzia mwanzo kabisa, maamuzi ya shambani, changamoto, hadi mabadiliko halisi ya mradi. Kama umeingia katikati ya safari, usikose kuanzia mwanzo, kwa sababu kila hatua ina maana yake, na ukikosa moja, unakosa picha nzima. Dopa ni biashara, na hii ni safari ya kweli, ya kufuatwa kutoka mwanzo hadi mwisho.